wazaniatu, na ni haramu mzinifu wa kike kuolewa, ala zani, wazaniatu, na mzinifu wa kike, ala zani, juu ya mzinifu wa kiume, wa ghairihi, na mwingine, kwa maana mwingine asiyekuwa mzinifu haifai kumuoa hata tatuba, mpaka afanyaje? Atubie. Wazaniatu, na mzinifu wa kike, ala zani, juu ya mzinifu wa kiume, wa ghairihi, na mwingine asiyekuwa mzinifu haifai kumuoa mwanamke huyo mzinifu hata tatuba, mpaka afanyaje? Atubie. Sisi tumeelewana hapo? Tumeelewana? Aya kule Allah amesema azaniatu, azani la yankihu illa zania, mzinifu wa kiume haoi isipokuwa mzinifu wa nini? Wa kike. Na mzinifu wa kike haolewi isipokuwa na mzinifu wa kiume au mshirikina. Wa hurima dhalika ala almu'minin, jambo hilo la kuoa mzinifu limeharamishwa kwa waumini. Jambo hilo la kuolewa na mzinifu limeharamishwa kwa nani? Kwa waumini. Kwa ndio maneno ya Sheikh kwamba mzinifu wa kike ataoa mzinifu wa nini? Ataolewa na mzinifu mwenzake wa nini? Wa kiume. Asiyekuwa mzinifu haifai kuoa mzinifu mpaka huyu mzinifu afanyaje? Atubie. Wal billah, kuna mwanamke ambaye kazi yake ni mzinifu, hawa wanaojiuza. Kwa hiyo katokezea wewe atakaooe waoa mwanamke anayejiuza, hapa sheria dini haifai, inakataza. Kwa nini? Huyu mzinifu ili umuoe mpaka atubie, aachane na huo uzinifu na atubie, na wanasema ulama atangaze toba yake hadharani. Yani tukisema atangaze toba yake hadharani, sio lazima atangaze kila mtu anayepita mimi nimetubia. Bali itafahamikaje kwamba ametubia? Vitendo vyake vitafanyaje? Vitaonyesha. Alikuwa akivaa mavazi ovyo ovyo ya kujiuzia, akaacha, akawa na hijabu ya kisheria, anaonekana na swali, anaonekana na funga, anaonekana anakwenda madrasa, anaonekana anasikiza Qur'ani. Huyo hapa bila shaka kila mtu atasema amefanyaje? Ametubia. Sasa huyu unaruhusiwa kumuoa.